إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع والضلال. معاشر المسلمين، أوصيكم بتقوى الله تعالى، فإنه قد فاز المتقون. قال جل جلاله: إن للمتقين مفازا. wapendwa Waislamu, baada ya kuwa tumemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mwanzo naanza kuwahusieni kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, kwani hakuna ufaulu isipokuwa ni kwa wale waliomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Amma leo hii, wapendwa Waislamu, tutazungumzia maudhu inayosema khataru ishaa'ati al-fahisha, hatari ya kueneza machafu, hatari ya kueneza maovu, hatari ya kusambaza munkar. Ndiyo maudhui yetu ya leo. Leo hii katika jamii, leo hii katika mitandao, yamekuwa yakienezwa machafu mbalimbali, yamekuwa yakienezwa maovu mbalimbali. La shaka hayo ni maovu, na kuna hatari katika kueneza maovu hayo. Kuna hatari kwa wewe Muislamu kuwa na mchango wa kuenea kwa hayo maovu. Na leo tutakwenda kufahamu ni ipi hatari ya kueneza maovu, imma kupitia mitandao ya kijamii, au ukaeneza habari chafu, ukaeneza machafu kupitia kuyasambaza kwa mdomo wako baina ya watu. An-namima, umbea, ni katika aina zinazotumika kueneza machafu. Leo fulani anamchafua fulani kwa mdomo wake. Wallahi alazim, kuna hatari kubwa sana katika kufanya kitendo kama hiki, na ndipo hapo tukazuiwa kueneza machafu na kufanya machafu na kujisifu pale ambapo umeshafanya machafu, hakuna alokuona, alafu ukaona ili uwe wewe uonekane rijali kwa vijana wenzio, ili uonekane wewe
ni mjanja kwa wenzio, marafiki zako, ni lazima eti ukayatangaze yale machafu uliyoyafanya. Qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahidin. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam anatukanya na kutuhabarisha mimi na wewe, asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, umma wangu wote ni wenye kusamehewa madhambi yao hayo madogo madogo, wanasamehewa. Iwapo wewe umetokea kufanya dhambi dogo dogo, ikafikia wakati mwingine ukafanya jema kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam na kutuasa kwamba waatbi'i sayyi'ata alhasana tamhuha, fuatisha baada ya ovu ulilofanya ukatenda jambo jema ili lifute lile ovu ulilofanya. Sasa hayo maovu madogo madogo huwa yanasamehewa na Allah tabaraka wa taala. Kwa kina nani? Kwa wale ambao wameyafanya maovu hayo hawakutaka yadhihiri kwa watu, na si hivyo tu, wakaumia ndani ya nafsi zao kisha wakafanya tauba kwa Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema watu hao watasamehewa hayo wanayofanya isipokuwa wale wenye kuyadhihirisha wanayofanya. Katika kuyadhihirisha kuna aina kadhaa. Ndio hapo anaweza mtu akadhihirisha kupitia social media, akafanya alichokifanya, akajirekodi kisha akatupa mitandaoni, kitendo cha uovu, kitendo cha uchafu mathalan, akafanya kisha akajitupa mitandaoni. Au akadhihirisha alichokifanya, yani watu wakafahamu kuwa yeye alifanya, kupitia mdomo wake kwenda kuyazungumza yale aliyoyafanya. Ni katika aina za kueneza machafu. Halafu ukishayazungumza, kuna watu wataiga yale uliyofanya, kuna watu watakuona kweli wewe ni jasiri, kisha wataiga kutokana na ujasiri wako, wataenda kufanya hayo machafu uliyofanya. Halafu utakuwa umehesabika kuwa umeeneza uovu. Hii ni hatari, hii ni hatari, kwani unaokosa msamaha wa Allah tabaraka wa taala. Hilo la kwanza. Miongoni mwa hatari za kueneza machafu ni kukosa msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa wewe utadumu katika kufanya haya, fahamu kuwa kuna msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala utaukosa. Na haya si maneno yangu, bali ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunayasikia na tunayasoma. Kullu ummati muafa illa almujahidin, umma wangu wote watasamehewa au wanasamehewa hayo wanayofanya madogo madogo isipokuwa wale wenye kuyadhihirisha kwa kuyatangaza, ama kwa kuyafanya, kujirekodi, kujipiga na mapicha, wakaenda kuyafanya maovu hayo, kisha baadaye watu wanaiga hayo. Athari mbaya unaiwacha wewe. Bila shaka hiyo ni hatari, utakwenda kuulizwa siku ya kiyama na utapewa adhabu. Faya ibadallah, inna min a'zami albalaya, hakika katika mabalaa makubwa kabisa, allati tuhaddidu almujtama'at, ambayo yanatishia ulimwengu, yanatishia mujtamaa, wa tufsidu alakhlaq, na yanaharibu tabia njema ikawa zinaenea tena tabia mbovu. Hakika katika mabalaa hayo ambayo pia tudhhibu alhaya, yanaondosha haya baina ya watu. Mtu anayejitamba na tabia ya kueneza machafu, mzingatie, mchunguze vizuri, utamkuta anakosa haya au ni haya. Ndio maana anaeneza yale machafu. Haoni haya baina yake na Allah, haoni haya baina yake na baina ya watu. Uko tayari mtu ajirekodi anafanya machafu, kisha baadaye anajua kabisa kwamba kuna watu watatazama hayo wanayotazama, yeye wala haoni aibu. Anakaa katika huo mujtama ambao amejirekodi na machafu yake, kisha anayatangaza ndani ya mujtama huo. Haoni haya. Lakini si hivyo, haoni haya baina yake na Allah. Atagundua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anayaona yale anayoyafanya. Allah subhanahu wa ta'ala anaona yale anayoyaeleza kupitia simu yake, kupitia laptop yake, kupitia chombo chochote kile cha kuenezea taarifa. Leo tuna masimu haya, ni dhima kubwa, yatakwenda kukutetea wewe siku ya kiyama iwapo uliyatumia vyema. Al-yawma nakhtim ala afwahihim, al-yawma nakhtim
nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Leo hii tutakwenda kuwatamkisha hawa viumbe, tutafunga midomo yao kisha tutavitamkisha viungo vyao. Hii mikono itazungumza kwamba ulikuwa una scroll wewe katika kutazama au katika kueneza uchafu, ulikuwa unatumia mdomo wako wewe katika kwenda kuzungumza na kufitinisha watu. Utakwenda kuulizwa na utakwenda kulipwa juu ya hayo uliokuwa ukiyafanya. Kwa hiyo kuna hatari kubwa Waislamu katika kueneza haya machafu ya aina yoyote. Jizuie, fanya yale unayofanya katika mtandao wa kijamii yaliyokuwa ni yaheri. Fanya matendo mema. Umeona clip ya video ya Uislamu, hebu itawanye. Watu leo hii wanashindana eti kuzitawanya na kuzishare video clip za watu wapuzi, watu ambao kwamba wanaeneza machafu na wao wanawasaidia kueneza yale machafu. Hiyo hatari tutakwenda kuiona mbele. Ni hatari gani ambayo wewe utakuja kuipata? Wapendwa Waislamu, sasa sikiliza, Allah subhanahu wa ta'ala anatukanya mimi na wewe kuwa tuepukane na kitendo cha kusambaza machafu, tuepukane na kitendo cha kueneza maovu. Anasema innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha, innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha, hakika ya wale ambao wao hupenda machafu yazagae baina ya watu, tena sio tu kuenea machafu. innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu, kuna watu wao kazi yao ni kueneza machafu ili wale wenye imani zao ziporomoke, ili wale wenye imani zao ziharibike. Na miongoni mwao wamo Waislamu pia wanataka kuharibu imani ya Muislamu mwenzao. Watu kama hawa wanaopenda machafu yaenee baina ya waumini, Allah amewaandalia zawadi inayowafaa wao. Asema Allah, lahum adhabun alimun fi dunya wal akhirah, watu hawa watakuwa na adhabu kali sana, watakuwa na adhabu yenye kuumiza, si mchezo, adhabu iliyokuwa kali. Ukiambiwa adhabu ya Allah tabaraka wa taala, hauwezi ukaifananisha na adhabu ya jela za duniani. Lahum adhabun alimun fi dunya wal akhirah, wallahi Allah anaweza atakukamata kwa adhabu ndani ya dakika moja ukahisi kama umeadhibiwa siku 10. Sasa ili tuepuke haya, tuepuke kusambaza maovu, tuepuke kutawanya machafu, tuepuke kuzungumza maovu yakaenea baina ya watu, kwani Allah tabaraka wa taala ameandaa adhabu kali kwa wale wenye kufanya vitendo kama hivi. Duniani hapo utapata adhabu, lakini si hapa tu, hata akhera utakwenda kupata adhabu. Jiepushe na madhambi, jiepushe na kusambaza maovu ili ukapate rahma za Allah tabaraka wa taala. Qul ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi al-aziz al-ghafur الحكيم الخبير الذي أمر بالعفاف والطهر ونهى عن الفاحشة والمنكر، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، واشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى مكارم الأخلاق والقائل صلى الله عليه وسلم كل أمتي وعافا إلا المجاهرين. وبدوا الإسلام مرة ثانية نوصيانكم شاء الله تبارك وتعالى، فتقوى الله هي سبب الفوز في هذه الدنيا وفي الآخرة. كم شاء الله تبارك وتعالى ni sababu ya ufaulu wetu duniani na akhera, na mengineyo yote ambayo ni yanakinzana na taqwa Allah yanakuwa ni kinyume cha malipo ya yule anayejipamba na sifa ya taqwa. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala asema wattaqun nara allati uiddat lilkafirin, uogopeni moto ambao umeandaliwa kwa ajili ya wale makafiri, wale ambao
kupinga awamiri Allah tabaraka wa taala, wanapinga amri za Allah subhanahu wa taala, wale ambao wanaeneza machafu baina ya Waislamu, wale ambao wanazifisidi imani za Waislamu kwa machafu yao wanayoyasambaza, yale wanayoyafanya wao na yale ambayo kwamba yamefanywa na wengine kisha wao wanayatawala. Sasa Muislamu unayefanya hivi, kwanza Allah akuongoze wewe pamoja na sisi na waongoze na Waislamu wengine wote, lakini fahamu ya kuwa hatari ya hayo unayoyafanya, hatari ya machafu haimpati tu yule aliyeyafanya mwenyewe, bali inakwenda hata kwa yule aliyesaidia machafu hayo kuenea. Na yaweza jambo akalifanya mtu mwingine tena ni chafu mbaya, kwa kupitiwa na shaitani akalifanya, kisha wewe ukawa umebahatika kupita pahala mathalan ukarekodi huo uchafu alikuwa akifanya, au ukarekodi uongo alikuwa akifanya, mathalan alikuwa akikaba mtu na kadhalika, ukabahatika wewe kurekodi, kisha ukaenda kurusha katika social media, unatawanya fulani mwizi, fulani kadha wa kadha. Huyo alifanya si kwamba yeye alikusudia, shetani kamlaghai mpaka amefikia kufanya jambo alilofanya. Wewe ukachukua kwa maksudi, ukaanza kutawanya hayo machafu ambayo yeye alikuwa anayafanya, basi wewe na wewe unaingia katika kundi la watu wanaosabika wametawanya machafu. Na pengine yeye akasamehewa yule kwa sababu hakukusudia, na ni mara nyingi yule kutukia kufanya tauba kuliko wewe unayetawanya machafu hayo kwa maksudi, eti ukiona kama ndio unajitakasa au unafanya nini, kisha umchafu mzima. Kwa hiyo tuwe makini, hatari ya machafu kuyasambaza au kuyafanya haibaki kwa mfanyaji, bali inahama hata kwa yule aliyetawanya. Lakini kwa wewe mfanyaji pia jihadhari, usifanye machafu mbele za watu, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهدين. wale wenye kuyaonesha machafu yao, wenye kuyadhihirisha, hawa watu samehewa, lakini haina maana ya kwamba ufanye machafu. Unatakiwa ujizuie kwamba usionekane na machafu, watu wataiga, watu watatawanya, kisha ujiharakishe na kufanya tauba kwa Allah tabaraka wa taala juu ya hayo uliyofanya. Na ahibati fillah, miongoni mwa hatari za kutawanya machafu ndio kama hivi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuadhibu duniani na akhera pia atakuadhibu. Adhabu gani? Siwezi kusema, hatujui ni adhabu gani. Adhabu yoyote Allah tabaraka wa ta'ala ataiteremsha kwako. Na Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warda, khalifa wa kwanza katika Uislamu na sahiba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alizungumza maneno adhim katika khutba yake aliyowahutubia watu baada ya kutawazwa kuwa khalifa wa Uislamu, baada ya kutawala madaraka ya ukhalifa. Alitoa khutba kwa Waislamu, akawaambia, miongoni mwa aliowaambia asema, wala tashi'u al-fahishatu fi qaumin illa nazala Allahu alayhim al-bala. Hayatoenea machafu maovu katika watu fulani, baina yao yakaenea machafu, alafu wasipatikane pia watu wa kuyazungumzia na kuyakemea, illa nazala Allahu alayhim al-bala, isipokuwa Allah tabaraka wa taala atateremsha mabalaa katika sehemu hizo. Sasa itazame familia yako, ichunge familia yako, isije ikawa inafanya machafu mbele ya baba yao na wewe unayatazama, mbele ya mama yao na wewe unayatazama. Wewe ni kaka, unatazama machafu ya wadogo zako. Sayanzilu Allahu alaykum albala, atateremsha Allah kwenu mabalaa nini, kisha mtaanza kutapatapa. Na utakapoona qaum au mtu fulani anafanya machafu na bado Allah tabaraka wa taala anaendelea kumwacha na kumpa fursa tu, basi jua kuwa huyo anavutwa taratibu na Allah subhanahu wa taala, hatta idha akhadahu lam yuflithu. Akimkamata Allah tabaraka wa taala huyo anayefanya hivyo, akikamatwa na Allah anayetawanya maovu ya watu, akikamatwa na Allah subhanahu wa taala, wallahi hatakukuta
hatofurukuta. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid. Hivyo Allah tabaraka wa ta'ala akikamata kijiji, akikamata watu fulani na watu hao wakiwa ni madhalim, yanshuruna alfawahisha wa yaf'alunaha wa la yunkirunaha, wanatawanya machafu, wanayafanya machafu, hawakatazani machafu, basi watu hao wakikamatwa na Allah tabaraka wa ta'ala hawafurukuti. Kwa nini? Kamato Allah ni mkali sana, hautoweza kuzuia. Kwa hiyo tukatazane katika maovu, tuzuiane katika kufanya machafu na tusiyatawanye hayo machafu, bali tuwe kinyume na hili. Maana yake tuwe ni wafuasi wa khairi, tuwe ni wenye kutawanya khairi, tuwe ni wenye kujitahidi kutangaza khairi. Mtume alayhi salatu wasalam wasema man dalla ala khairin kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'a, yule mwenye kutawanya na kujulisha khairi atapata malipo mfano wa malipo ya yule aliyefuata ile khairi, bila kupunguza ujira wa yule aliyefuata khairi. Atalipwa kama vile atalipwa malipo ya yule aliyefanya khairi mfano wake. Kwanza analipwa yeye kwamba amejulisha khairi, kisha analipwa kwa yule atakayefanya khairi. Yeye kafanya tu scroll, akashare clip ya mawaidha, ikaenea kwa watu, wametazama watu 100 wakawaidhika na clip ile, basi yeye kwanza atapata malipo ya yeye kuwa amefanya kazi ya kutawanya ile clip. Kingine, wale watakaofanyia kazi kile alichokitawanya yeye, hao pia atapata malipo yao. Sasa wewe uone ni bora huko, halafu sasa unakuwa unaingia katika wale unafanya kutawanya machafu, unaingia katika mlango wa wale wenye kutawanya machafu, kisha unabeba na mzigo tena wa wale wenye kufanya machafu. Haya ni mambo ambayo kwamba inakana Muislamu ambaye anajitambua basi aweze kuyakwepa na ajihami na kumwomba Allah tabaraka wa taala kumshika. Na tunazungumza kwani leo hii tumeenezewa simu, tumeenezewa mitandao ya kijamii, tunayo. Wewe utumiaje mtandao wa kijamii? Utumiaje TikTok? Utumiaje WhatsApp? Utumiaje Facebook? Unatawanya nini katika Facebook? Unatazama nini katika Facebook? Kwa hiyo utakwenda kuulizwa kwa yale ambayo unayafanya.